utajuaje kama mtu anayekuchunga ni mtu sahihi, ni mchungaji wa kweli? Hata kuvutia kwake atakuelekeza kwa Yesu. Hata kujengea hali tegemezi ya kutegemea maombi ya mtumishi. Mtumishi atakufundisha namna ya kuweza kuomba mwenyewe, kujihudhurisha mbele za Mungu mwenyewe, uexperience uwepo wa Mungu mwenyewe, umsikie Mungu mwenyewe, Mungu akujibu wewe mwenyewe. Huyo ndo mtumishi wa kweli. Ukishaona anakujengea hali tegemezi juu yake, kwamba mambo yako hayataenda mpaka yeye amekuombea, maana yake huyo anakujengea dhana kwamba yeye asipofanya kitu kukuombea hautakaa ufunguke. Ninachosema, hatujaitwa kuwajengea washirika hali tegemezi juu yetu, kwamba tu maombi yetu tu ndio yanayopenya. Huo ni uhuni uliopitiliza. In fact, ngoja ni qualify vizuri zaidi. That is malicious spiritual hooliganism. Ni uhuni wa kiroho mbaya sana. Waelekeze watu kwa nani? Watu wanafanya mzaha madhabahuni. Unajua katika kitu ambacho kimenisikitisha, mpaka watu wanapigana busu madhabahuni. Tena mchungaji na mke wake wanaonyeshana jinsi wanavyopendana. Nasema huo ni ujinga. Mapenzi yenu kafanyeni chumbani. Huwezi kumdharau Mungu kiasi hicho. Hata kama ungeitwa kwa mkuu wa mkoa na mke wako, hamwezi kuanza kupigana busu mbele ya mkuu wa mkoa. Vituko vinafanyika leo kuonyeshana, unatuonyesha unampenda. Taperi mnafiki wewe, na huko ndani mnapigana ngumi. Jamani, hayo yanafanyika hayafanyiki? Na bahati mbaya wanaoanza kuyafanya ni nani? Semeni, wa nani? Mnaogopaje bwana? Wachungaji na maaskofu. Mimi nasema sasa, kama wachungaji na maaskofu watapigana busu mbele ya madhabahu, hawa mabinti na vijana wataishia busu au wataishia wapi? Kama baba zao wamewaonyesha shughuli, wao si wanakwenda kutekeleza baada ya hapo? Lazima heshima ya Mungu irudi. Heshima ya Mungu irudi. Heshima ya Mungu irudi. Heshima ya Mungu irudi. Bila kuelewa utakuwa juha. Ni kama hao wenzako wanaambiwa leo tuna ibada ya kukanyaga andazi, wanaenda tu bila kuuliza. Tena anasema vizuri, ibada ya kukanyaga majivu, watu wanaenda wote kukanyaga. Ibada ya kukanyaga mafuta, wanaenda. Wewe bwana, sikiliza, listen to me. Ungemuuliza kwanza baba, sasa wewe unajiita mtumishi, niambie tangu lini nguvu za Mungu zinaingilia kwenye nyayo? Atoe maelekezo. Maji haya upako, mengine utakuwa unaoga asubuhi, mengine tangu lini Mungu anatenda kazi kwa dozi kama ya hospitali mara 3 kwa siku? Mungu amekuwa na dozi, kageuka lini kuwa medical practitioner? Watanzania, wewe ukiambiwa leo ni siku ya kula andazi, haya jamani, mkoje nyinyi? Unaruhusiwa kuuliza. Sasa hao jamaa huko wengine wanajipa majina mitume mkuu sijui manani, wamejijengea wigo. Ukimuuliza anasema huwezi kumuuliza mtumishi wa Bwana. Unaruhusiwa kuhoji. Yaani ukimsikia tu mtu anasema ye hawezi kuhojiwa, huyo ndio imani potofu namba 1. Kwa sababu hata Mungu ameulizwa maswali. Umeelewa? Mungu amekutana na Musa anamuuliza swali gumu kabisa. Anamwambia naenda huko kwa watu, wataniuliza jina lako, wewe unaitwa nani Mungu?
Huko anamtaja Mungu na anamtaka niambie, wataniuliza jina lako. Mungu alimwambia wewe Musa mjinga kabisa, unaniuliza jina mimi? Alimpa jina, hakumpa. Sasa jamaa mvaa kaptura tu, yeye hataki kuulizwa maswali. Ni sawa? Sio sawa. Question people. Msipokee tu hivi vitu vya imani bila kuwauliza wahusika. Kaka, Yesu ameulizwa maswali mangapi? Petro bwana akaangalia akasema, yani kampuni yangu ya uvuvi nimeiacha, kila kitu nimekiacha, nina mke na watoto, na wote walikuwa na wake na watoto. Akasema, sasa bwana tuelewane, unaongea mengi lakini kuna jambo moja hujaligusia. Sisi tulioacha mambo yote tutapata nini? Alimwambia Petro, umeshakengeuka? Alimjibu akamwambia, aliyeacha baba au mama au mali kunifuata mimi atapata mara ngapi hapa? Mara 100, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Yesu alijibu maswali. Alafu jamaa tu mla mandazi, yani anajicomplicate kuliko Mungu. Yeye hataki kuulizwa maswali, mwenda wazimu.